Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, siku ya tarehe 20, siku ya Jumapili. Hapa ni Nyegezi kanisani, tuko kwa ajili ya mapishi. Watoto wote tunafanya mapishi hapa kanisani. Watoto wa Adventure wana tuzo ya mapishi. Kwa hivyo tumeona tujumuike pamoja kwa ajili ya kufanya hii tuzo, na watoto wamefurahia sana katika siku ya leo. Sisi tunafurahia kupika. Je, wewe mtoto uliyeko nyumbani na hapa kanisani ambaye haujaja hapa, unafurahia kupika? Karibu sana. Kwa majina naitwa Madam Deborah au Mama Jayden, ni mwalimu wa watoto hapa kanisani Nyegezi. Katika siku ya leo ya mapishi tutapika pishi letu la tambi za nazi, tutaweka sukari, tutaweka na chumvi, na watoto wetu hawa ndio watakao tupikia pishi letu hili. Karibuni yote. Kwa majina naitwa Madam Grace Mgeni, ni mkurugenzi wa Adventure Club. Karibuni sana siku ya leo. Kama ambavyo mmeshakaribishwa hapo nyuma, tutakuwa na mapishi mbalimbali. Tutapika vyakula mbalimbali, vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kulinda mwili. Kama mnavyoona tutapika pilau, chakula kitamu sana. Tutapika wali wa maua, tutapika maharage, tutapika nyama, tutatengeneza kachumbari, tutatengeneza juice, tutatengeneza keki, na tutakuwa na matunda mbalimbali, na tutapika maandazi pia. Tunapika vitu vingi sana siku ya leo, na naamini tutaenjoy, tutafurahia vyakula ambavyo tumevipika, na vyakula hivi vinakwenda kupikwa na watoto wenyewe. Watoto watapika kama mnavyoona. Tuna machef wa kike na wa kiume. Tuna chef Rachel, tuna chef Praise, tuna chef Masi, tuna chef Baraka, yeye ni mtaalamu wa keki, na tunaye chef Eliada wa kike, yeye atatupikia pilau. Kwa hiyo tutakuwa na vitu mbalimbali ambavyo tutavipika siku ya leo. Vyakula vyetu vitakuwa vitamu, lakini vyakula hivi pia vitajenga afya. Tumeamua kuwafundisha watoto kwa sababu wanajifunza, wanaweza kupika vitu mbalimbali wanapokuwa nyumbani, wanaweza kuwasaidia wazazi, lakini kuna wakati mwingine wanakuwa peke yao. Kwa hiyo tunajifunza namna gani ambavyo wanaweza kupika na namna gani wanaweza kujilinda na moto wakati wanapika. Kwa hiyo karibuni sana, muenjoy katika kipindi chetu cha mapishi. Karibuni. Naitwa Mwalimu Peterson Wambura, mojawapo wa walimu wa watoto wazuri hao wa Adventure hapa Nyegezi. Leo tuna eventi, tuna tukio kubwa sana la kuandaa watoto kwa ajili ya aina mbalimbali. Hapa ni watazamaji na wasikilizaji wetu, tunaandaa wali mzuri, wali wa maua. Wali wa nini? Maua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu ni Godson Sales. Sisi watoto wa Adventure tunaenda kupika keki. Hivi ndio vifaa vyetu vya keki. Katika kupika keki tunaanza na Prestige pamoja na sukari. Tukimaliza tunakuja kwenye mayai. Mayai tunaweka yai moja baada ya lingine. Tukimaliza tunaweka unga uliochanganywa na baking powder. Tukimaliza tunaweka ladha zetu. Tukimaliza hapo tunaenda kwenye kubeki keki. Tuna indo oven yetu ya kubeki keki. Leo ni siku yetu ya watoto, siku ya Adventure, ambapo tutajifunza tuzo ya mapishi. Kwa hiyo katika mapishi tumepanga kupika keki, na baada ya kubeki keki, baada ya kupika keki, kufanya mchanganyiko, tutatumia hii ni oven. Hii oven yetu ni oven nzuri na ya kisasa. Sawa? Oven hii inatumia mkaa. Hata kama umeme ukiwa umekatika na ukiwa na keki zako unaweza kupika. Lakini hii oven pia unaweza ukabekia maandazi, ukabekia mkate pamoja na biskuti. Oven hii inatumia tray 3. Kuna tray ya kwanza, tray ya pili na tray ya 3. Na hii hapa ni sehemu yetu ambayo tunaweka mkaa. Oven hii inatumia mkaa kidogo sana. Kwa hiyo hata kama umeme wako unakuwa umekatika nyumbani, lakini wewe bado una uwezo wa kuendelea kufanya kazi yako ya keki, kufanya kazi yako ya mkate, kufanya kazi zako za biskuti. Na baada ya kuweka mkaa wetu katika oven hii, huwa tunaifunga
hizi sehemu mbili, hapa na hapa. Tunaacha hii sehemu ambayo ni sehemu ya kupitishia hewa kwa ajili ya moto kuendelea kujenerate ndani ya oven yetu. Kwa hiyo hii ni sehemu yetu ya kupitishia hewa ambayo inafanya moto wetu unakuwa unakolea na inakuwa ni rahisi kupika kile tunachokihitaji kufanyaje kupika, na huwa inaiva vizuri. Na leo watoto wetu wataonja keki ambayo imepikiwa kwenye oven ya mkaa. Karibuni sana washiriki, kwa ambaye atapenda atawasiliana na sisi ili kumwelekeza wapi kupata oven hii. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Teddy William. Mbele yenu hapa sisi tunaenda kuonesha jinsi ya kuandaa juisi, ambayo hapa mezani kama tunavyoona tuna vifaa vyetu vyote vya juisi, ambapo kuna blender, kuna chujio, kuna kijiko, kuna sukari, na pia tumeshaandaa matunda yetu kama unavyoona huko kwenye beseni, lakini tumefunika ili kuepuka nzi ambao wanakuja kwa ajili ya kutambalia vya matunda. Katika matunda haya tulianza kukatakata parachichi, ambapo tuliyaosha, tukaandaa vizuri, tukakatakata. Tulivyomaliza kukatakata maparachichi, tukachukua mananasi, tukakata, tukamaliza, tukaweka. Pia tukaweka na feva ambayo unachukua limao, unakuna limao kwa juu na maji yake unayakamulia ndani, ambayo inaweza kuleta feva ndani ya juisi yetu. Tutaenda kuonesha matunda yetu ambayo tumeandaa. Kama tunavyoona katika beseni letu kuna matunda, kuna parachichi, kuna nanasi na pia kuna ile feva ya malimao, ambapo tutaenda kutoa matunda yetu ndo kama yafuatayo. Tunaweka kwenye blender yetu ambayo tutaenda kusaga. Ambapo tukimaliza, ili matunda yaweze kusagika vizuri, tunapaswa kutia maji kidogo ili blender iweze kusaga kwa haraka. Maji yetu ndo kama haya. Tunaweka maji kiasi ambayo tusaidia kulainika kwa matunda yetu na juisi kuwa vizuri. Tukishamaliza kuweka maji katika juisi yetu, tunafunika blender. Tukishamaliza, unaweza ukawasha switch yako, ukachomeka waya wako katika extension au kwenye switch moja kwa moja, na ukawasha, na juisi yetu inaweza kusagika vizuri. Na tukishamaliza kusaga hii juisi, tutachukua chombo maalum, kama unaweza ukachukua ni sufuria au sehemu yoyote safi ambayo unaweza ukaiweka kwa ajili ya kuichuja. Pia hapa mbele tuna vifaa vya kuchuja ambao tunachujia, ila hapa unaweza ukachuja moja kwa moja au ukaiweka sehemu ili baadaye ukimaliza kusaga unaweza ukachuja. Ukishamaliza kuchuja juisi yako, unachukua sukari, unaweka kiasi, ambapo ukimaliza kuweka kiasi utakuwa unaonja kama sukari yako imekaa vizuri au bado. Unaweza ukaongeza na ukatengeneza juisi yako ikawa vizuri. Kwa majina naitwa Elini Peter. Katika siku ya leo tulikuwa tuna pishi la mandazi. Hawezi kupika mandazi bila unga, iliki, amira, ngano na mafuta na nazi. Sisi tulivyoanza tulichanganya hivyo vyote na mafuta ikiwemo, tulianika juani ikaumuka, tukachukua tena kwa mara ya pili, tukaumua tena, tukakatakata, pia tukaanika tena kwa mara ya pili. Sasa hivi mandazi yetu yako tayari ili kwa ajili ya kupika, na sasa hivi angalia mandazi yetu yameiva, na tunataka kugeuza hapa ili yaive vizuri, na mandazi yetu tayari kuiva. Kwa majina naitwa Lightness. Tunaenda kupika pilau. Tunaenda kuanza kwa kuweka vitunguu, na baada ya kuweka vitunguu tutaviachia viweze kuchemka. Tunasubiri viive vitunguu viweze kuwa vya brown. Hii niliyoshika hapo nitaenda kuiweka katika pilau yetu, na imechanganywa katika hii kiungo kimeweza kuchanganyiwa vitunguu saumu, tangawizi na giligiliani.
na nikishamaliza hii nitaweza kuweka nyanya iliyosaga na pia tomato paste. Kilichopo mbele yetu ni nyama, ndio tutakachoenda kukipika, ambacho tumeshaweka pamoja na nyama. Kwa sasa tutaenda kuweka nyanya ambayo inaitwa tomato paste. Tunakoroga mpaka tutakapoona imetosha. Tunaendelea kuweka viazi, tutaweka chumvi, na baada hapo tutaonja kama chumvi imetosha. Baada hapo tutafunika nyama yetu iweze kuchemka. Kwa majina naitwa Lightness. Leo tumeweza kujifunza namna ya kupika pilau. Tulikuwa hatujui namna ya kupika pilau. Tuliweza kujifunza viungo vya pilau vya katika kuweka pilau. Tumeweza kulipika vizuri. Tunawashukuru sana. Majina naitwa Nasi Juma. Leo nimeshiriki kupika chakula kiitwacho maharage. Leo nilikuwa sijui namna ya kupika maharage, ila leo nimejifunza kuwa kuna kiungo kiitwacho roiko sotoja ambacho tunakiweka ili maharage yawe na ladha nzuri. Kwa majina naitwa Agnes. Mimi pamoja na mwenzangu tulikuwa tukijifunza namna ya kupika nyama. Katika upishi huu tumeweza kujifunza vizuri namna ya kupika nyama. Tumeweza kujifunza viungo mbalimbali, kwa mfano tomato paste tuliweka katika nyama, vitunguu, carrot pamoja na viungo mbalimbali. Tumeweza kujifunza namna nyingine ya upishi wa nyama. Tumeweka viungo vingi pamoja na viazi. Asanteni. Kwa majina naitwa Lisa Goodluck. Nipo hapa mbele yenu kurepresent zucchini au zucchini. Hii ni mboga ambayo inatumika katika mapishi aina tatu. Unaweza kukata kama kachumbari, unaweza kutumia kama tunda, pia unaweza kukata kama mboga. Hii zucchini inasaidia kupunguza mafuta mwilini, kupunguza kwa wale ambao wanakuwa na uzito mkubwa, inasaidia pia inasaidia pia kwenye diet. Zucchini au zucchini ni mboga nzuri sana ambayo kwenye mapishi yake haitakiwi kuikatakata, inatakiwa unaikuna kwenye blender kwa kutumia blender ndogo. Kwa majina naitwa Teddy William. Katika mapishi haya nimepata kujifunza jinsi ya kutengeneza juisi. Muda uliopita tulipata kujifunza njia za kutengeneza juisi mbalimbali, ambapo unatakiwa kuwa msafi, kuhakikisha matunda yako yote yako salama na kuandaa kila kitu ambacho kinatakiwa kwa ajili ya kutengeneza juisi. Pia tumepata kujifunza mambo mbalimbali ambayo tulikuwa hatupati kuyatambua, ambayo yataweza kutusaidia katika maisha yetu. Kwa mfano, usafi wa juisi. Juisi inahitaji usafi wa hali ya juu, ambapo itaweza kukusaidia wewe katika usalama wa afya yako. Maana ukitengeneza juisi kwa hali ya uchafu, inaweza kukusababishia athari mbalimbali kama kuumwa tumbo na kupata kuharisha kwa muda mrefu. Kwa majina naitwa Magdalena Joseph. Katika siku hii nimejifunza kupika tambi. Tambi kuna aina mbili za tambi, tambi ambazo sio za viungo na tambi za viungo. Nimejifunza kupika tambi za chumvi, sukari, vanila na nazi ili kuleta ladha nzuri. Asanteni. Kwa majina naitwa Elini Peter. Mimi pamoja na wenzangu tulikuwa hatujui kupika mandazi au vitu vinavyotumika kwenye mandazi. Leo tumejifunza vitu vinavyotumika kwenye mandazi, mfano ngano, mafuta, iliki, nazi pamoja na maji. Kwa leo tumejifunza vitu vingi. Asanteni. Sisi ni wapishi wa mandazi. Kwa majina naitwa Maureen Abugabo. Mimi hapa ni mpishi wa keki. Naweza kupika keki. Unaweka blueberry, unaweka sukari, unaweka yai, unaweka na unga, unaweka na brick.